Ndugu yetu karibu sana. Leo tukaangalie namna gani utakavyoweza kuotesha miche ya parachichi. Hasa hii parachichi za kisasa. Itakusaidia sana kwa sababu miche pia inauzwa na ni biashara pia unaweza ukaifanya kwa ajili ya kupata kipato chako. Lakini sio hiyo tu, kununua miche ni gharama, lakini ukiotesha wewe mwenyewe itakusaidia zaidi katika kuipeleka shambani kwako. Sasa kuna njia mbili za kuweza kuotesha, na njia ya kwanza ni njia ya kuweka kwenye viriba. Lakini leo tukaangalia hatua ya awali kabisa kabla hujaanza kuweka kwenye viriba vyako. Ngitu kuna hatua 5 utakayoweza kuzifuata. Hatua ya kwanza unatakiwa utafute mbegu. Hapa ni tunazungumzia mbegu za parachichi, aina yote ile za mbegu. Mbegu hizi wengine wanaita kama mapeke. Utachukua hizi mbegu na kisha utaweza kuandaa kitalu chako. Sasa kitalu kitategemea na wingi wa mbegu zako ambazo unazo, lakini unaweka karibu sana, utaenda kuona hapa. Na hatua ya 3 unatakiwa uongeze rutuba kwenye ule udongo. Yaani ule udongo pale kwenye kitalu, kama utakuwa na kiasi kidogo cha mbolea, basi unaweza ukaweka pale. Hasa hizi mbolea za mifugo au samadi za mifugo mbalimbali kama ng'ombe, mbuzi, nguruwe na wanyama wengine. Basi ukishaweka hapo, basi utaweza kuweka sasa mbegu zako. Utaweka mbegu zako kuangalia kile kitako. Sehemu ya kwanza ni huku kwenye kitako, lakini sehemu ya pili huku juu. Kwa hiyo sehemu ambayo imechongoka, yani kwenye ncha kali huku kuna kopo juu, na huku kuna kuwa kama ndo kitako au kama bezi. Kwa hiyo utaweka hiyo mbegu kwa kuangalia hivyo, na utazipanga tu kwa karibu kwa sababu lengo ziweze kuota kwanza. Zikishaanza tu kuota, tutazihamisha hii miche, tutaenda kuweka kwenye viriba. Lakini utaweka udongo kwa juu. Sasa hapa utajaza udongo kwa juu ili ziweze kuota. Na hapo unachukua udongo ambao ni laini sana, na udongo ambao wenye rutuba. Kwa hiyo utaweka hapo na utasubiria hapo kwa muda wa mwezi mmoja. Sasa mara baada ya mwezi mmoja au wiki 4, mbegu hizi zitaanza kupasuka na zitaanza kuota. Hii njia ni nzuri sana kwa sababu utakusaidia wewe kujua mbegu ambazo zimeota na mbegu ambazo hazijaota. Kwa hiyo zile ambazo zimeota, basi tutazichukua na kuweza kuweka kwenye vile vifuko au vile viriba ambavyo vinaweza kutumika kwa ajili ya kuenda sasa kuotesha huu mche kabla kuenda kufanya grafting. Yetu kwa leo tuishie hapo, lakini tutaenda kuendeleza muendelezo wa somo hili ili ikusaidie zaidi katika kufahamu sasa hatua itakayofuata mara baada. Agarus TV, kilimo na ufugaji kwa vitendo. Jifunze, tekeleza, fanikiwa. Usisahau kucomment, kulike, kushare na kusubscribe kwa maarifa zaidi. Tukutane kwenye video inayofuata.